Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena katika series yetu inayosema safari ya kuiendea hatima ya maisha yako. Na siku ya leo tuko sehemu ya 9 ambayo inasema Mungu huinua kwa wakati wake. Naomba tusome Biblia katika kitabu cha Mwanzo sura 41 na mstari ule wa 41. Biblia inasema Farao akamwambia Yusufu, tazama nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri. Tunaona baada ya Yusufu kupitia changamoto nyingi, kuna wakati aliweza kutupiwa shimoni na ndugu zake, lakini pia kuna muda ulifika Yusufu alipelekwa utumwani, aliuzwa utumwani. Baada ya kuuzwa utumwani, Yusufu akaibukia gerezani. Alipelekwa gerezani kwa sababu ya kusingiziwa tu na mke wa Potifa, lakini baada ya hapo tunaona Yusufu anakuja, anaitwa ikulu, na akatafsiri ndoto, akatumia kile kipawa ambacho Mungu ameweka ndani yake. Baadaye Yusufu anakuja, anatawazwa, anakuwa waziri mkuu katika nchi yote ya Misri. Na katika hili somo tunajifunza mambo matatu. Jambo la kwanza, Mungu huinua watu aliowaandaa. Inawezekana kuna kipindi ambacho umepitia mambo mengi sana, changamoto nyingi katika maisha yako umezipitia, lakini tambua kwamba hayo unayoyapitia Mungu anakutengeneza ili baadaye uweze kufaa kwa yale matumizi aliyokukusudia. Mungu wetu ni mwaminifu, hawezi akakupitisha tu huko bila kukusudia. Kuna ndoto ameiweka ndani yako toka muda mrefu ipo, lakini unaona mbona ni kama ninavyozidi kusonga mbele ndio mambo yanazidi kuwa magumu, badala kuelekea kwenye ndoto yangu, ila tofauti yake nakuta mambo yanazidi kuwa magumu zaidi. Sikiliza, inawezekana kuna changamoto nyingi unazipitia katika maisha yako, katika uchumi wako, katika afya yako, lakini hiyo sio jambo ambalo Mungu alilikusudia. Kuna jambo kubwa Mungu ameliweka ndani yako, na hapo hizo changamoto unazozipitia Mungu anakuandaa ili kusudi kwamba ufae kwa yale matumizi ambayo yeye mwenyewe anataka uje uwe, au kwa ile ndoto ambayo Mungu ameiweka ndani yako. Lakini pia jambo lingine tunaloweza kujifunza hapa, tunajifunza kwamba hakuna anayeweza kuzuia kile ambacho Mungu amekusudia ndani yako. Lile kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako, ile ndoto ambayo Mungu ameiweka toka zamani ndani yako, hata iweje hakuna yeyote anayeweza kuzuia. Angalia, walijaribu kutaka kumuua lakini wakashindwa, lakini baadaye pia walijaribu kumtupa gerezani, walijaribu kumuuza kabisa utumwani, lakini pamoja na hayo yote haikuwa sababu ya kumfanya Yusufu aweze kushindwa kutimiza lile kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yake. Kwa maana hiyo, hata iweje, hata kama unapitia changamoto ya namna gani, hata ukichukiwa na ndugu zako, ukatengwa na ndugu zako, ukatengwa na familia, unatakiwa kuamini kwamba Mungu bado anakupenda na ana makusudi na maisha yako, na bado lazima ndoto yako hiyo ambayo ameiweka ndani yako lazima itatimia tu. Lakini pia tunajifunza jambo lingine. Tunajifunza kwamba wakati wa Mungu ni bora na ni sahihi kuliko wakati wako. Unajua, kuna wakati mtu unaweza kwa sababu ya kile ambacho Mungu amekiweka ndani yako, unatamani upite hata shortcut, upite njia za mkato, njia zisizo sahihi. Sikiliza, hilo sio jambo zuri kabisa. Mungu ana makusudi na wewe. Hiyo ndoto aliyoiweka itatimia tu kwa wakati wake. Unatakiwa uzidi kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu, uzidi kufuata yale maelekezo ambayo Mungu anakupitisha. Hata kama utapitia katika changamoto, wakati mwingine utapitia katika hali ngumu ya kimaisha, bado unatakiwa uendelee kumtumainie Mungu. Mtumainie Mungu wakati wote, katika mazingira yoyote, uwe na hali nzuri au hali mbaya. Hutakiwi kumwacha Mungu. Unatakiwa usimame kwenye kusudi la Mungu ili mwisho Mungu akuinue mwenyewe kwa wakati wake. Kupitia mtumishi wa Mungu Yusufu tumeangalia, pamoja na kwamba kuna kipindi kweli aliuzwa utumwani, lakini pia kuna wakati ilifikia mahali Yusufu akaweza kuuzwa kuwa mtumwa, akapelekwa gerezani, akafungwa gerezani. Lakini yote hayo Yusufu hakutaka kukatisha, alifuata maelekezo ya Mungu, na mwisho wa siku Mungu mwenyewe anakuja na muinua kwa wakati wake. Naomba usisahau kuangalia sehemu ya 10 na ya mwisho ya series yetu hii ya